Kalenda ya Mungu sio kama ya mwanadamu. If it's today unaamka kupageko, nobody can stop the reggae. Kalenda ya Mungu sio kama ya mwanadamu. If it's today unaamka kupageko, nobody can stop the reggae. Walionidharau watanisalimia kwa heshima. SK Kivalwa, Bwana, tunapofungua rasmi, ufungue baraka nyingi katika maisha. Tunafungua kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale katika ule mjengo ambao tumeufungua leo. Kuna sehemu pale Baba Askofu siku umepitia, hata ukasema kwamba utapumzika na sisi hapa, nafasi ipo. Kwa hivyo karibu sana. Naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema. Hakika wewe ni mwema. Uweza yote wewe ni mwema. Haufananishwi. Wewe ni mwema Baba. Wewe ni mwema. Haufananishwi. Wewe ni mwema Baba. Wewe ndiwe Baba wa mataifa. Unatenda mambo ya ajabu. Ninakiri yale uyatendayo. Ni kweli, hakika wewe ni mwema. Hakika wewe ni mwema. Wewe ndiwe Baba wa mataifa. Unatenda mambo ya ajabu. Ninakiri yale uyatendayo. Hakika Baba, habari ya asubuhi. Jema mtoto wangu. Habari ya wewe? Jema sana, habari zako wewe? Mimi niko vizuri. Endeleaje? Hili ni eneo la SK Kivalwa. Karibu sana Kivalwa. Kuna tukio gani kwanza leo? Leo tuko na sherehe ya Askofu kufungua vicarage pamoja na kipaimara na kupokea wageni ambao wa mashirika mbalimbali. Siku ya leo mmeipangaje ama mmeiandaa vipi ama kwa muda gani? Kwa sana, maana iko kakara nyingi. Baada hapo ni sherehe ya kutosha. Wakristo watakuwa kwa wingi, na pia tunafurahia kwamba Askofu kuja kuzindua rasmi vicarage yetu na kuendeleza huduma ya Bwana. Unaambiaje hao marafiki zako au wageni waalikwa leo? Karibuni sana, tushiriki pamoja, msikie huru katika kazi ya Bwana. Maana leo ni siku ya Bwana ya kusherehekea. Asante, mimi nikutakia siku njema dadi. Amen, nawe pia. Ni salama, mwamba ni salama. Bwana asifiwe. Historia isifwe. Basi tunafuraha sana kuwa hapa tukifurahia kazi ambazo zinaendelea kufanyika
hapa Kivalwa, basi tutasema sala ya Bwana. Kwanza tuimbe fungu moja, wimbo unasema tufani inapovuma. Fungu moja tu. Maana mmepitia mambo mengi yatakufikia hapa, mkavumilia, mkasema hii haitawezekana, lakini iliwezekana. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu, uona kujificha mkononi mwake. Tuende la pili na la tatu, maana mmeimba vizuri sana. Pengine unataka yanisogeza kwake, na ilijua si hasirani ya mapenzi yake. Jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante tunapokuja mikononi mwako e Bwana, mbele ya kiti chako cha rehema. Tunakushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo Mungu umeifanya kupitia kwa watoto wako, na hata Bwana wa mbinguni tena kukamilisha ujenzi huu. Na siku ya leo Bwana, rasmi Baba Askofu anachukua nafasi hiyo ili kuifungua. Tunajikabidhi kwako e Bwana, tukikuita Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Njoo ukachukue nafasi yako katika huduma hii na katika shughuli zote zilizoko mbele yetu, ukaweze kujitukuza wewe. Roho Mtakatifu, wewe tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi na kila mmoja wetu, na hata Bwana kutufikisha tena katika ibada hii ambayo Mungu tunaanzia na sehemu hii. Sasa bariki huduma hii. Litukuze jina lako e Bwana, na baba yetu askofu anapoendelea, jina lako likatukuke kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Na kuomba ufungue vicarage yetu hii rasmi. Asante. Basi tuna furaha sana. Kwanza tuwapongeze watu wetu wa Kivalwa kwa kazi mlioifanya, mkavumilia miaka yote, na hatimaye leo tunasherehekea kazi zilizofanyika. Nashukuru waliotoa, wajenzi, nafikiri wako hapa, labda baadaye tutakuwa na maombi special kuwaombea, pamoja na wale waliosimamia development committee. Asanteni sana. Sasa tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa jengo hili nzuri ambao watoto wako wameliinua kwa utumishi wa SK Kivalwa. Bwana, tunapofungua rasmi, ufungue baraka nyingi katika maisha na huduma ya sehemu hii. Sasa Mwenyezi Mungu, asante kwa wajenzi, asante kwa wasimamizi na wote waliohusika
Bwana wabariki. Sasa Mwenyezi Mungu, kwa utukufu wako tunafungua nyumba hii na kuiweka wazi, iwe furaha kwa watoto wako waingiapo na watokapo, wapate mafunuo ya kufanya kazi hii. Tunafungua kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwanza tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ulimwengu, tunaomba amani yako idumu ndani ya nyumba hii. Yesu Kristo mkombozi wa dunia, amani yako ikawe ndani ya nyumba hii. Roho Mtakatifu mtakasaye, amani yako iwe ndani ya nyumba hii, na tunaiweka wakfu kwa ajili ya parokia yetu hapa Kibalwa, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Makofi na vigelegele. Nabariki roho zote za watoto, watu wazima na za wageni kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Tena Mwenyezi Mungu, bariki vyumba vingine, hasa kitchen, mahali wanaandaa vyakula. Wakumbuke jinsi utakavyo tuandalia meza na watakatifu wako wote. Bwana, walinde wakifanya shughuli hizo. Tunaombea bathroom, mahali wanajitakasa, wanajisafisha. Wakumbuke kazi ya Roho Mtakatifu ya kutakasa maisha yetu. Bwana, bariki watoto wako, nyumba yote, kila sehemu tunaiweka kwako, kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Asante kwa alama hii na kumbukumbu ya yale ambayo Mungu umeyatenda hapa Kibalwa. Hii ni kumbukumbu kwamba shughuli ulizoanza wewe unazikamilisha mwenyewe. Basi pleki hii wapatie matumaini kwamba lolote wanaloanza wakiwa pamoja na wewe, basi tutakamilika kwa nguvu zako. Naweka wakfu kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyekiti wa maendeleo yuko? Soma kwa sauti kubwa kabisa. To the glory of God, ACK St. Titus Kibalwa Vicarage was officially opened by the Right Reverend Liverson Mngonda, Bishop, Diocese of Taita Taveta, on Saturday 11th October 2025. Makofi na Amenitendea, 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 Emmanuel, amenitendea,
hii. Tunanyenyekea Bwana, tukiomba katika kazi ya kuweza Bwana kuchindua tukulie jinsi upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante na utatu kabiki. Asante Bwana, utatu ili wa mfalme kwa sababu wewe ni Mungu. Na inakuja kila mpango ili shetani kila mpango shetani mpango kikoe ibada hii katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu shuka na mkatawala. Mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu tuko mbinguni pako Bwana, tukusifu na kukutukuza kwa sababu wewe Mungu wetu unadumu kwa Mungu siku zote. Asante Bwana kwa kutupa uzima siku ya leo. Asante Bwana kwa siku hii Mungu uliyepanga mwenyewe kwa utukufu wako. Asante Bwana kumpa baba askofu na msafara wake safari njema ya baraka mpaka kufika hapa Mungu. Asante Bwana kwa yale yaliyotangulia mfalme katika ibada hii. Tumeingia Bwana katika nyumba yako Mungu wa mbinguni. Tunafurahia kama Daudi aliposema kwa jeshi alifurahia alipoambiwa aende nyumbani kwa Bwana. Tunafuraha Mungu, tunakualika Bwana Yesu. Baba wa mbinguni, shuka na nguvu zako Bwana mfalme katika ibada hii. Tamalaki Bwana sehemu ya ibada hii kwa kila kipengele. Tukuone Mungu ukitubariki kila mmoja wetu Bwana. Mwongozo baba yetu askofu Mungu katika huduma hii anayofanya mfalme siku leo Bwana. Tuwe na furaha Mungu baada ya ibada hii tuseme kawe ni Mungu. Tupate Bwana baraka zako kwa mfalme na wewe Bwana upetufungo jeshi. Baba wa mbinguni, shetani ambaye Bwana mfalme si sehemu yetu apate kushindwa kila aina katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu tamalaki tuongoze na tuongoze kwa imani kwa Kristo Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Basi ikiwa tumesimama hivyo, tutaendelea kumsifu Mungu tukiimba wimbo wa 63 Tabeta Yesu na Temiana ukuratera we. Oh Jesus, I have promised. Na tunapoimba hivyo, wageni karibuni sana mahali tulipo kutusaidia. Upande huu pale tuina kama limani ni ya kina mama na upande huu mwingine ni wanaume. Oh
Baba, tunayetoa heshima kwa mambo ya Mungu na kuletea watu hawa tupate kuwathibitisha. Hivyo kwa utukufu wa Mungu, lakini angalia sana watu na kuletea wao wamepitia mafundisho yanayostahili kufahamu neno la Mungu, kutimia maneno ya wokovu na imani na sala ya Bwana, wakajifundisha imani mitume na amri 10 za Mungu na katekisimu na mambo mengineyo yote yanayopasa Mkristo kuyajua na kuamini kwa ajili ya wema na roho. Tumewafundisha na tunaona wanafaa kuthibitishwa. Basi wapenzi katika Bwana, ningependa kuwakabidhi watu hawa kwenu ili muweze kuwaombea. Uwe na kipindi kifupi cha kuwaombea hawa tunaenda kuwashughulikia. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kuwapa usasi upya hawa watoto watumishi wako, na ukawapa ukasamehe dhambi zao zote. Wape nguvu kwa Roho wako Mtakatifu aliye msaada wetu, ukiwazidishia karama za neema yako za namna nyingi, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na nguvu za rohoni, roho ya maarifa na kutii Mungu kweli. Wajaze Bwana na roho ya kuabudu kwa njia utakatifu sasa na siku zote. Asikaeni watoto wangu na kutakuja jinsi mlivyopata na yazidi kila siku kupewa Roho wako Mtakatifu hadi kufikia ufalme wako milele. Amen. Tuwapigie makofi na kelele. Linde mtoto wako Joyce, njia ya Bwana kwa neema yake mbinguni. Adumu ukoo wako milele, na yazidi kila siku kupewa Roho wako Mtakatifu hadi ufikie ufalme wako milele. Amen. Linde mtoto wako Masi Ajichi, Bwana kwa neema yako ya mbinguni. Linde mtoto wako Beatrice Eunice, Bwana kwa neema yako ya mbinguni. Ndugu ukoo wako milele, na yazidi kila siku kupewa Roho wako Mtakatifu hadi ufikie ufalme wako milele. Mtoto wako Christine na Shivoni, Bwana kwa neema yako ya mbinguni. Ndugu ukoo wako milele, na yazidi kila siku kupewa Roho wako Mtakatifu hadi ufikie ufalme wako milele. Linde mtoto wako Christopher Brian, Bwana kwa neema yako ya mbinguni. Na ndugu ukoo wako milele, na yazidi kila siku kupewa Roho wako Mtakatifu hadi ufikie ufalme wako wa milele. Tunaishi kwa mambo ya Mungu na kuletea watu hawa uweze kukaribisha rasmi katika kanisa letu la Anglika. Kufanya hivyo kwa utukufu wa Mungu. Basi watoto wangu, angalieni sana tupate msingi wa kanisa letu la Kianglikana. Mambo manne. Ya kwanza, sisi tunaamini Biblia ni neno la Mungu. Naposoma Biblia ni Mungu mwenyewe, kinywa chake kinaanza basi. Ile imani yetu, imani mitume ni imani ya kukumbusha yale tunapaswa kuzingatia sana na kukumbuka, maana tunaikariri mara kwa mara katika ibada, tusije tukasahau. Tatu, tunaamini kwamba sakramenti zetu ni vile ubatizo na chakula cha Bwana, anasema tuziheshimu. 4, uongozi ni sehemu ya kanisa letu na maisha yake. Mungu ameweka viongozi kwa ajili ya manufaa na kukuza
kabisa, kwa hiyo sharti waheshimiwe. Je, uko tayari tuwakaribishe na ufahamu huo? Yes. Tuombe. Wabariki hawa watumishi wako kwa neema zako za mbinguni, waongoze wanapoingia na kutoka katika ushirika huu, wawe na furaha ya kuendelea kukupenda na kukutumikia. Vipawa ulivyovipanda ndani yao wameingia navyo uweze kutumika kwa ajili ya kupanua mipaka na huduma yako kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Sasa kwa niaba Yesu asifiwe. Basi kwa majina yangu ni Jackson Mbeletu, msuzwani wa kanisa hili. Baba askofu, wachungaji wetu ambao wamefika mahali hapa, wa Kristo wa SK St. Titus, wa Kristo wa kutoka pale Mwarusa na wageni wote ambao wamefika mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyote rasmi, mjisikie huru mahali hapa tunapoendelea na ibada hii ya kipaimara. Bwana Yesu asifiwe. Basi sitakuongea sana, wale ambao tulikuwa tumekubaliana kwamba siku ya leo tutaleta bahasha zetu kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea. Na mimi kama People's Word, kazi yangu ni kuhakikisha kwamba hakuna kitu kinafeli. Kila kitu kinaenda vile kinavyoratibiwa, inaenda vile ilivyoratibiwa simultaneously. Bwana Yesu asifiwe. Alafu last but not least, ninawaalika nyote ambao mmefikia mahali hapa kwa chakula cha mchana. Asipatikane mtu hata mmoja ametoka kwa ule mlango bila kupata riziki matachana. Mungu wa mbinguni awabariki, Mungu wa mbinguni awatendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mchungaji kwa nafasi hii. Basi naitwa mchungaji Clarice, mke wa mchungaji Chris, mke wa mchungaji katika parokia hii, na tuko na furaha sana kuwa na baba askofu pamoja na wachungaji wote na wapendwa wetu kutoka ofisi katika parokia yetu. Baba askofu, karibuni sana. Mimi naungana na Wakristo wetu wa Kibalo kusema karibu sana kwa wageni wetu ambao mmefika. Sisi tumefurahia sana kuona na tunajua kuwa kwenu hapa sisi sote tutaendelea kubarikiwa. Sisi tutabarikiwa maana tuko na baba askofu leo na tunajua yeye ni baraka kwetu. Mungu awabariki na wageni wetu, jisikieni kuwa katika nyumba ya Bwana. Mungu atubariki sote. Jina langu ni mchungaji Bernard Kilonzo wa Irene na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ni mchungaji wa pale Tibila area dini wa dinari tunaita Kibala. Napenda tu nilete salamu kabla sijawakaribisha hao wengine. Salamu za mke wangu, ameshikwa na mkutano, tungekuwa pamoja naye hapa, lakini ameniambia pamoja na familia niwasalimie. Sinipokea salamu zao. Bwana asifiwe. Nimekuja na msichana hapa, Neema yuko pale, asimame apungie mkono. Ile pale amesimama, asante. Na tunapoendelea kutoa introduction, baba askofu amekuja na wale ambao wametoka nao pale ofisini pamoja na dereva wetu. Kwa hivyo tunawakaribisha waweze kutusalimia. Naitwa Caxton Nyange, Yesu mwokozi wa maisha yangu. Pongezi salamu kutoka Moi. Pongezi sana kwa jengo lile na mchungaji wetu wa hapa na wengine ambao watakuja. Mungu awabariki sana. Ni jengo nzuri na maridadi. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Thomas Boy, nimeokoka. Yesu Kristo mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kukaribisha na pia pongezi kwa kazi ile nzuri ya jengo. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Haleluya. Naitwa Reverend Letiaki, nimeokoka na mpenda Yesu, na kwa neema ya Mungu na hudumu pale Maho Parish, na pia kwa neema ya Mungu na hudumu na shirika la Bible Translation ambalo limetuwezesha leo tunaweza tukaimba kwa lugha ya Kitaveta, na pia kwa siku ya karibuni sana tutakuwa na New Testament ya lugha ya Kitaveta. Nipende tu kusema mazina mangu ningisiga wakilorogwa la kuchemiwa nikilazi lola gurapada kake byose ni mwisi samzuri.
mzuri aisiswe uhieni gezia jabantu baindoro gezia jabantu bakotanaeli gezia jabantu bangutini na gezia jabantu bakumuribuhye n'ijose nje nimwetia wangezia ya mche kwa mtwangu yeo halakaga manukezie muno waitikija aikene mno Mchungaji Mwakesi Reverend Gibson natoka parokia Kiwala. Watu wa Kiwala wamewasalimia pana. Nimepokea. Hongereni sana kwa kazi mliofanya nzuri, Mungu awabariki. Sisi tuna bahati. Tulikuja hii vikalijikiwa haina flow wakati wa Reverend Ben. Tukaja wakati wa kunoza ikawa graded. Sasa imekuwa most graded. Jipigeni makofi kwa ajili ya hivi. Basi nilete salamu za shirikoni wetu, shirikoni la Misi, sisi wote kwa tunamfahamu. Angeweza kuwa pamoja nasi kwa sababu ambazo angeweza kuziepuka. Mpokee salamu zake, amezituma kwa ajili ya upendo. Mmezipokea? Basi kesho ni ibada, usije tukasahau, tukafikiria leo tumemaliza. Tukutane kesho Jumapili, saa zetu za kawaida saa 3:30 na tuamini Mungu ataendelea kutubariki. Bwana asifiwe sana. Injili kama alivyoandika Yohana mlango ule wa 15 kuanzia aya ya kwanza. The Gospel according to John chapter 15 beginning with verse 1. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisipoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile Baba aliponipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyolishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo
Baba kwa jina langu awapee. Haya, nawaamuru ninyi mpate kupendana. Na hilo ndilo neno la Bwana. Moja kati yetu ya nyimbo za Taveta ziniletie ukija unisikie. Tunatamani siku zote tuwe karibu sana na wewe, na leo mioyo yetu inakutamani sana utulishe neno lako, utufundishe, maana tunatamani tuwe na hekima na maarifa ya kuishi karibu na wewe. Ili Bwana tukae ndani yako na maneno yako ndani yetu, ili mawasiliano yetu yawe rahisi nawe. Maneno ya kinywa changu na mawazo moyo wangu yapate kibali kwako Mungu, uliye mwamba na wokovu wetu, kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Tafadhali kaeni. Mzuri sisi. Maria Mkoha. Jaka. Na Jamesi. Onimisi. Jamisi. Plaza tuwakezie. Chekwa wakezia. Hala. Hakuweza kuja sababu mambo ya shule na mambo ya kufunga shule wiki ijayo. Alitamani sana awe hapa sana, ili tufurahie sote na watu wetu hapa Kinamba. Sasa wapenzi, tumekuja siku ya leo tukiwa na furaha nyingi, kwa sababu jengo lile tumekuwa tukiliona kwa muda, lakini leo tumelifungua ili tuweze kufungua pia na mambo mengine yaendelee. Dayosisi yetu ya Taita Taveta, Mungu anaendelea kuibariki sana, kwa sababu mahali tulianzia si mahali tumefika, na Mungu yuko pamoja na nyinyi nyote dayosisi ya Taita Taveta. Na kama mjuavyo, tunaendelea kupanuka. Kuna nyumba tunajenga inaitwa ACK Hills of Hope, na tena kuna hospitali ambayo ni muungano wa makanisa karibu 9. Kulikuwa na uwanja ulikuwa unanunuliwa pale Voi unauzwa, hawa muungano wakanunua hiyo plot. Sasa tumeongoza kwanza hospitali, na najua mwaka ujao hiyo hospitali itakuwa na inaitwa Hans
Hands of Care Medical Center, yaani mikono care, mikono ya kujali. Sasa ile mikono mingine kulikuwa mahali pengine kaona vile watu wanafurushwa, yaani unaenda kuangalia mgonjwa wako kumleta, unafurushwa. Hapo kwetu hakuna kufurushwa, hapa naongea na wewe kwa adabu na kwa heshima. Kwa hivyo tuombe hizo kazi zote na tusiunge mkono. Ikiwa tarehe 8 mwezi wa 11 tutakuwa na mchango wa kuchangia Hills of Hope, na hii miradi inachangia pakubwa sana katika mission ya diocese yetu. Tungekuwa hatuna miradi, ingekuwa ngumu sana kuendesha diocese, lakini hii miradi inatuchangia karibu milioni 10 kuhakikisha kwamba hatutakwama. Tungekuwa parish zingekuwa na msito sana wa kusimamisha mission, lakini imekuwa subsidized na project zile Mungu ametupatia. Kwa hivyo asanteni kwa kuunga mkono shughuli hizo, maana tunatafuta mission ya Mungu iwe rahisi hata kwa miaka ijayo. Bwana asifiwe. Sasa wapenzi, jana kulikuwa na siku kubwa hapa Taveta, hasa kwa dinari hii. Tulikuwa na program ya kupanda miti, nilikuwa hapa lakini sikuweza, lakini najua miti imepandwa hapa. Tunaletea minazi, nafikiri nimepokea minazi. Mulinde miti sana. Mti wowote tunaweka kwa mchanga, tuhakikishe unainuka, toa matawi, unatoa matunda au unajenga kivuli. Tufanye parokia yetu ya Kibalwa iwe mahali maridadi sana kwa kupanda miti ya kila aina. Weze kuingia hapa kwa kanisa letu na furaha, maana mazingira yanawekwa vizuri. Tutafute maua, tupate maua mahali tunapokuja. Tutengeneze njia imezungukwa na maua, maana hayo yanafanya mioyo ya watu inatulia. Sasa penzi, napoingia kwa neno la Mungu sasa, tunapatia sana kile Mungu anatamani kufundisha. Tumesomewa habari njema kama vile zilivyoandikwa na Mtakatifu Yohana sura ya 15. Tunaulizana tunakaa wapi na tunakaa nani? Sasa swali mwenzako muulize, unaishi wapi na unaishi na nani? Nasikia mmoja kusema yeye anaishi bora. Mahali unaishi panachangia sana uwe jinsi ulivyo, na watu wanaoandamana na wewe kila siku wanachangia sana maisha yako. Maisha yanaweza kuwa bora au maisha yanaweza kuwa mabaya kulingana na wale wanatuzunguka kila siku. Kama unakaa na mtu kila siku anakwambia wewe mjinga kabisa, ondoka hapo, yaani ukipita mahali tena mjinga kabisa, basi mjinga unaanza kuwa sehemu ya akili yako, unaanza kuwa sehemu ya maisha yako. Hata ukitembea unasikia sauti inasema mjinga wewe, mjinga, mjinga wewe, kuna akili. Lakini ukikaa na mahali unaambiwa asante sana, wewe tajiri, wewe mwerevu, wewe una busara, nafurahi kuwa pamoja na wewe. Yaani unajihisi wewe mtu wa maana, mtu ambaye anastahili kuheshimiwa. Hata wale wengine tunawachagua alafu wanaitwa waheshimiwa, si kwamba waheshimiwa, hata ni kwa sababu tunawaita sana waheshimiwa, hata wanaanza kuishi na heshima. Ukimwona unasema mheshimiwa umekuja. Hata kizungumza unasema
tumeambiwa na mheshimiwa. Sasa kama tunataka kukuzana, kama tunataka kutiana moyo, tuwe na maneno ya kutia moyo kila mahali. Yesu amekuja akifundisha sura ya 15, anasema katika shamba, anasema Baba yangu ndiye mkulima, nami ndiye mzabibu, nanyi ni matawi. Yaani nyinyi na mimi tumeshikana na tunatembea pamoja. Kwa hivyo tawi haliwezi kuwa mti lisipojiunganisha na mti wenyewe, na mti si mti kama hujajiunganisha na mizizi ikasimama vizuri. Sasa Yesu alileta haya ili aonyeshe kwamba ukikaa karibu na yeye kuna manufaa fulani unapata, na ukiwa mbali na yeye kuna hasara utakabiliana naye. Sasa nataka nionyeshe tu. Sasa unaona huyu ni mti, lakini huu mti una bahati mbaya, maana umejiondoa kwa mti mwenyewe kabla haujakuwa tayari. Amejiondoa, amekaa mbali. Sasa hasara ambayo itatokea, huyu atanyauka, hataendelea kukua mkubwa. Kuna mtende kama huyu kubwa kabisa, na huyu yeye alikaa pamoja na mdimu, akakaa hapo, akaambiwa na wengine, sisi tumeondoka, sisi tumeamua kuondoka kwa chana na uti, sisi tuko independent. Huyu akasema pana, mimi nang'ang'ania kukaa hapo. Alipozidi kukaa, alizidi kuwa mkubwa, anazidi kubadilisha taswira, inaanza kuwa attractive, inakuwa ya kuvutia. Hebu angalia huyu sura yake vile anakaa. Hata tunaweza kumuuliza, wewe nini ilikufanya uondoke mapema? Sasa huna thamani yoyote duniani, maana hata tembele zako hazitafanyika kuwa mtu mwingine. Wewe umemalizika kwa kuondoka. Na wewe tunamwambia pongezi sana, ukienda sokoni kila mtu atakukimbilia. Maana vile unakaa wewe ni mzuri sana. Hebu tuambie, nini imekufanya ukawa mzuri mkubwa namna hiyo? Anakwambia, mimi nilikaa ndani ya mti, nikakalia pale, nikakumbatia pale, nikaona baraka inazidi kumpanua, inazidi kunifanya niwe mkubwa. Sasa ndio maana thamani yangu imeenda juu. Huyu analia machozi, akikutana na huyu anamuuliza, kwani wewe, mbona wewe umekuwa mkubwa namna hii? Na yeye anakuja anamuuliza, na wewe mbona uko mdogo namna hii? Huyu unamuuliza, mbona uko mdogo namna hii? Anakwambia, msamehe. Nani amejaa machozi, analia, ana regret. Anasema, kama ningejua singeondoka, hata ngozi yangu ni ngumu. Yaani ukimfinya hafinyiki, yaani ni ngumu. Hata ukitaka kutafuta juisi yake, ukonge tena unafinya, hakuna. Huyu unakata tu, unaweka tu, inaanza kutiririka yenyewe. Anakwambia, kama ningejua singeondoka. Wengine wameondoka mapema shambani, au kupata mazao.
Wengine wameresign kazi zao mapema, hawakupata pension. Wengine wameresign mapema, hawakupata promotion. Hawatajulikana tena wanaweza kuwa wakubwa kiasi gani, maana waliondoka. Salimia mwenzako, mwambie tabia kuondoka wache. Maana hiyo iko na hasara sana. Unaingia kanisani na unanusa kanisa kidogo, umeenda utafua. Unaingia nyumbani kidogo kwa mama, kana yeye, tulia na yeye mpaka watoto waongezeke. Maana unakaa hapo, lakini unatoka hapo, umeenda huko, ukirudi umekuwa mzee, misuli imekuwa legelege kwa sababu ya kurukaruka kila mahali. Wacha niwaonyeshe kitu. Sasa naona huyu anaitwa Melo. Huyu naye ameondoka mapema. Hasara ya kuondoka mapema, utakosa kujua utamu wa maisha. Sasa angalia huyu anakuangalia mapea dondoka. Kaka huyo Melo na pea dondoka. Maana huyu tunatamani aweko mezani tule, kwa sababu lazima ni mtamu. Lakini huyu tukimkata ndani yake anakuwa white, hana utamu wowote, unaonja na unaharibu uso, lakini mwingine mzuri. Sasa angalieni katika Yohana 15 mstari wa 7. Kuna mambo matatu hapa. Jambo la kwanza, basi nasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni lolote mtakalo, nanyi mtapata. Safari yetu tunataka tufike mahali tumepata. Hatutaki kufanya safari ya bure. Hatutaki kufanya kazi za bure ambazo hatufiki mahali tunasema tumepata. Hatutaki kwenda shambani tufanye kazi ya bure, mwisho wa msimu hatujapata. Hatutaki kwenda sokoni, mwisho wa siku tuseme hatujapata. Tunatamani kupata. Ombeni lolote mtakalo, nanyi mtapewa, nanyi mtatendewa. Lakini tutapata namna gani? Number 1, tutapata hekima katika tabu, katika uzito. Wakati mwingine ukimuuliza huyo atakwambia nimepitia mawimbi. Wakati mwingine upepo umekuja, then katamani kuondoka kama yule mwingine, lakini kasema hapa ndio nashikilia sana, hapa nitabaki, nimekaa hapo. Wengine wameanguka, mimi nimeshikilia, namwambia Mungu hapa sitaanguka, maana najua hapo ndipo mahali nitapata, ndio hapo nitapewa. Lakini waliondoka hawakupewa ngozi nzuri ya urembo, au kupewa au kupokea maji mengi ndani yao, au kupata gharama thamani yao kupanda juu. Nasema mkikaa ndani yangu, yaani hapo ndipo mahali pa baraka sana.
hata matatizo yaje kiasi gani, usiondoke, kaa hapo. Hata vishawishi vije vya aina gani, usiondoke, kaa hapo, wala usiseme mabaya. Nataka nisomee kifungu kimoja katika Isaya sura ya 58 mstari wa 9 na wa 10. Isaya sura ya 58 mstari wa 9 na wa 10. Nani amepata baraka? Isaiah 59 verse 9 and 10. Kuna maneno mazuri sana ya watu ambao watapokea baraka za Mungu na wamewekewa ahadi kubwa sana. Hii Isaya mbona ipatikani leo? Verse 9 and 10. Inasema Isaya 58 9 na 10. Na maandiko yanasema hivi: ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiomba nira, isiwepe kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Asante sana. Sasa ndipo hapo utamwita Mungu na ataitika, utamlilia naye atasema mimi hapa. Kwa sababu umekaa karibu na Mungu, ndio maana anakusikia. Ni kwa sababu unatembea na yeye, akisikia una machozi anakwambia Bwana mimi hapa. Lakini lazima ukiwa karibu na Mungu, kuna mambo lazima uache. Wache kuwa na maovu, wache kuwanyoshea watu vidole, wache kuwadharau wengine, maana umekaa karibu na Mungu. Na uweze kuhudumia wengine, maana ukae karibu na Mungu bila chochote. Huyu alipokaa karibu na mtu, sasa anaweza kuhudumia watu. Huyu kwa sababu aliondoka, hakuna huduma atatolea watu. Hii kazi yake ni kutupwa kabisa, aende. Kuna faida yote. Huyu hapana kumtupa, huyu unamweka vizuri, hata wakati mwingine kwa mfuko, kwa sababu utaki aumie, maana atakusaidia mahali. Bwana asifiwe. Yule mdogo mnamuona hapo sasa, ametupwa chini. Hatutaki utupwe chini. Tunataka uheshimiwe, uweke vizuri. Unapoita unasikiwa, unapolia watu wanakuzunguka, kwa sababu umekaa ndani ya Kristo Yesu. Na unapokaa hapo, lazima utajifundisha kwake, utafuta yale mema yanatoka kwa mizizi. Yale mema yanatoka kwa mizizi, sasa inakuwa sehemu yako, maana umetulia pale. Yale mema yanatengenezwa na matawi, yanaishia kwako. Ile baraka zote zinatoka juu, zinamiminwa kwako, maana umekaa karibu na yeye. Ndio maana karibu tunaimba karibu Mungu wangu, karibu zaidi.
labda amekuwa akiomba hapati, amejaribu kusafiri hafiki, miaka nayo inaenda haraka na bado hajafika. Muombe ajue kwamba hajachelewa, bado kuna nafasi, bado barabara Mungu ameitengeneza. Muombe asimame, achague kutembea na Yesu, achague maneno ya Yesu yamtie moyo, na sasa awe na nguvu ya kuomba lolote atakalo, naye atapokea. Jaribu kumwombea. Labda moyo wake unaumia sana, akijiangalia na jidharau, anajiona sina chochote. Arudi tena, ajiambatanishe na mzabibu wa kweli ambaye ni Kristo Yesu, na mkulima ambaye ni Baba yetu aliye mbinguni. Ajiunganishe tena. Anaweza kufanya grafting na akatamanika tena, akatoa matunda ya nchi, matunda ya kanisa na matunda ya jamii yakapatikana tena. Umekuwa mkavu sana, haleti chochote. Usikubali ifike siku ya kutupwa nje. Mwambia huna faida yoyote. Ifike siku karibisha ndani, ubebwe nyumbani, wakasherekee pamoja na wewe. Jaribu kujirudia wewe mwenyewe. Jirudie wewe mwenyewe sasa, jiombee. Mungu yeye ni mtulivu, anakungojea, anakusubiri. Nasema nafasi iko, haijaisha, iko yako ya kukaa ndani yake, maneno yake ndani yako. Iko nafasi. Mtu asikudanganye nafasi yako imeisha. Iko. Yungaje Yesu iko na nafasi za kutosha. Nafasi hiyo inakungojea. Natamani kukuombea. Umesafiri, hujafika. Umeomba, hujaona. Umejipata uko chini, umewekwa chini na mawimbi. Mungu anataka kukufanyia grafting, to be brought back again. There is hope for you. Nyosha mkono, natamani kukuombea. Mungu anakuhitaji. Naona umeteseka miaka yote, hujafaidika na Yesu kwa kukaa mbali na yeye. Hujafaidika kwa kukosa maneno yake kukaa ndani yako. Leo Yesu anakwambia, omba lolote utakalo, nawe utapewa. Nyosha mkono. Tazama Mwenyezi Mungu, hawa ni watoto wako. Umenyosha mikono, unajua sababu katika mioyo yao, unawafahamu vyema. Mwenyezi Mungu, wanatamani washikilie kwako, wakae pamoja na wewe, waende pamoja na wewe, na wafanye kazi zao pamoja na wewe, na maneno yako yawe ndani ya maisha yao, yawe sehemu ya uhai wao, ili lolote watakaloomba katika kusali waweze kupokea. Maana wale wana machozi kwa sababu safari hiyo ilikuwa ngumu na mbaya kwa kukosa wewe. Sasa Bwana umekuja karibu na wao, wale wamevunjika moyo na wale wana uchungu katika maisha. Bwana sasa walete furaha. Asante maana unatusikia,
Naomba tusimame sote. Asante Mungu wetu kwa habari njema, maana wewe umetueleza kukaa kwako na maneno yako ndani yetu, basi sisi marafiki na tena si wafanyikazi tu na si wajakazi tu, na ni marafiki pamoja na wewe. Hasa bariki kila mmoja wetu kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Habari njema twaeni mle huu mwili wangu utolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Amen. Hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kisha kushukuru aliwapa akisema, twaeni mnywe, hii ni damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na watu wengi kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kwa mnapo ukumbusho wangu. Ndugu na dada, kwa damu ya Kristo, kwa hiyo Baba mbinguni, usikie tunaposherehekea agano hili kwa furaha, tukingojea kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alikufa kwa ajili yetu, akalipa fidia za dhambi za dunia nzima. Ulikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu kwako juu mbinguni, mkono wako wa kiume. Hii ndio karamu ya ushindi. Tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe wanatukosea, usitie katika majaribu, lakini na kwetu Mungu, okoa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Tumega mkate huu tushiriki mwili wa Kristo, japokuwa mwili mmoja, maana sote tunashiriki mkate mmoja. Kikombe hiki cha baraka tunachokibariki, tushiriki baraka ya damu ya Kristo. Karibuni kwa imani, kupokee kwa imani na tumaini. Kristo yu hai milele. Mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Mwili wake Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako, hifadhi mwili na roho yako hata uzima milele. Ule huu ukikumbuka Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako, mle yeye kwa imani moyoni mwako ukishukuru. Amen. Damu yake Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako, hifadhi mwili na roho yako hata uzima milele. Unywe hii ukikumbuka Kristo alikufa kwa ajili yako, nawe ushukuru. Amen. Kuna mavuno mengi. Karibuni wale wengine wote kwa tunashiriki meza ya Bwana.
kwaya tafadhali, shambani mwake Bwana mna mavuno. Kwa heshima na taadhima, ilikuwa naomba tafadhali vijana, baada ya ibada mtatoa viti muweke hapa nje, alafu wachungaji pamoja na baba askofu na mama wachungaji watakuwa pale kwa vicarage pale namna hiyo. Maana sasa tumefungua rasmi, sasa ni vizuri pia wakule pale, watukeruke pale washerehekee. Alafu hawa wengine tutakuwa hapa nje kwa ile hema na story iendelee namna hiyo. Namna hiyo. Kwa hivyo naomba tafadhali vijana mkaweze kufanya hivyo. Tafadhali msiondoke, kuna chakula cha kutosha kwa ajili yetu sisi sote. Amen. Mungu awabariki. Endelee kutubariki na endelee kutenda mema. Asanteni kwa kusimama na kazi ya Mungu na kuhakikisha kwamba siku ya leo imeweza kufanikiwa, na tuamini Mungu ataendelea kutujalia nguvu na uwezo wa kuendelea kutumikia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mwambie mwenzako pongezi kwa kusababisha siku ya leo kufaulu. Asanteni sana, Mungu atubariki. Hapa nataka kumbariki zawadi ya Christmas. Vile tumefanya uchunguzi, nikasikia wewe ndio mwimbaji papo sana. Sasa pigeni makofi. Sasa sasa penda tunapotoka kwa Kivalwa, asanteni sana, nimeona nimepata zawadi. Asante. Itakuwa vizuri. Sasa mama, naendelea vizuri. Napenda kuimba. Wewe mwanakwaya una haya. Sasa kitabu hiki ukienda nyumbani unakaa na watoto unaimba nyimbo zenu katika pesa hii. Sawa yako mniangalie vizuri. Kazi ya Mungu itakuwa rahisi kama kazi zetu tutazifanya vizuri tena kwa bidii. Salimia mwenzako, mwambie fanya kazi kwa bidii. Sasa kwa nini tufanye kazi kwa bidii? Tukifanya kazi kwa bidii, basi tutakuwa matajiri. Kwani tunataka tuwe maskini? Tunataka tuwe matajiri. Hata Mungu anataka wewe uwe. Sasa nataka niwafundishe kwa nini lazima tufanye bidii tuwe matajiri. Tunafanya bidii tuwe matajiri ili mission ya Mungu iwe rahisi. Sema nitafanya bidii niwe tajiri ili kazi za Mungu ziwe rahisi. Si nyinyi ni matajiri? Yaani kujenga kanisa kama hii na nyumba kama ile inajengwa na maskini au matajiri? Kwa hivyo lazima tuanze kuzungumza lugha ya kitajiri. Tuwe na mawazo ya kitajiri. Na tutembee mwendo wa kitajiri. Watoto wangu oye! Mukienda shule msome kama
matajiri. Hapana kwenda darasani na unalala, hapana, usome kwa bidii, maana hiyo elimu ni utajiri wetu. Mkienda shambani, watu wangu wa Kibaru, hiyo shamba unashika mchanga, alafu na uombea, unasema huu ni utajiri wangu. Usianze kudharau useme kama mimi ningekuwa na elimu hata singekuwa hapa kwa shamba. Hapana, utajiri unatoka kwa mchanga. Huo mchanga ndio utajiri wetu. Haya mashamba tuyalinde, tuyafanyie bidii, tukuze mimea kwa bidii, na kuhakikishe tunalinda mimea yetu isije ikaharibiwa na wadudu waharibifu ili tukose utajiri. Kama mnafuga wanyama, pana kufuga wale mbuzi ambao hawana bei, yaani wanaishia kwa fiti moja, hata fiti moja ifiki tayari imekomaa na pembe zote zimetoka. Hapana, tafuta mbuzi wakubwa ambaye mtu akija kununua anaona aibu kusema 10,000, unasema wacha niseme 20,000. Watu wangu mtafanya hiyo bidii. Yaani tuondokee tabia ya umaskini. Salimia mwenzako mwambie tabia ya umaskini nimeacha kutoka leo. Kutoka leo mimi ni mtu mtajiri. Naishi kama tajiri. Nafikiria kama tajiri. Nafanya mambo yote kama tajiri. Kwa utukufu wa Mungu. Watu wangu mnasikia ili tusio tunalalamikia ukiambia leta 1,000, yaani unalia mpaka kesho kutwa. Kwa sababu umeambiwa utoe. Mtu akikwambia leta 1,000 unamwambia nilikuwa nafikiri unasema 10,000, kumbe ni 1,000, chukua ndio hiyo. Kwa sababu tunaishi katika utajiri. Jaribu kufunga macho, jiombee upokee utajiri. Kwani ulikuja duniani wengine wapokee utajiri, wewe ukose? Hapana. Wengine washike pesa, wewe usishike. Pesa za watu wote ni zetu sote, lakini itafanyika hivyo kama utaacha tabia ya uharibifu. Usiharibu pesa, usidharau pesa. Pesa hupenda sana kuheshimiwa. Pesa zikiheshimiwa zinagonga mlango kwako, zinaingia. Ukizidharau hata zile chache ziko kwako zinatoka, zinaenda. Jiombee, umwambie Mungu, natamani niwe tajiri kwa ajili ya utukufu wako. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa hawa watoto wako wanaishi kwa maeneo ya utajiri mkubwa sana. Maana kila mmoja afunguke macho aone, watie bidii katika mikono yao, wape ujasiri kwa mioyo yao, ili Bwana uweze kufanya mambo makubwa kwa ajili yao binafsi na kwa ajili yako. Bwana, waondolee hasara zote mashambani, kwa biashara na kwa kazi zao, na wajengee rasilimali za kudumu, wajaze utajiri huo wa Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Simameni yote. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umetusikia tangu asubuhi tumekutafuta na umepatikana. Sasa baraka Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ikae nanyi na kudumu ndani yenu sasa na siku zote. Amen. Asante, jipigie makofi kabisa. Sasa matajiri wakipiga makofi yanazidi tena, wanapiga wanaume wanapiga ile kitu. Makofi na vigelegele.
sio mara ya kwanza, ya pili, na Kiwalo tunakupenda sana na tunashukuru kwa sababu pia tuko na mchungaji wetu vizuri na tunaendelea naye vizuri pamoja na mama mchungaji na wanatuhudumia vizuri. Nishukuru tu baba askofu kwamba Wakristo wameendelea kujitoa katika kanisa hili ili kumtumikia Bwana kikamilifu, na kando na kwamba tunajenga na pia vile vile tunaimarika kiroho na pia zile obligation zetu za diocese, baba askofu, tunaendelea kupambana nazo vizuri. Nashukuru kwa sababu tunaendelea kutoa na tutaendelea kutoa, na pale mahali ambapo hatujakamilisha tutaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu tukamilishe. Hivyo basi ni kushukuru kwa ujio wako. Pia vile vile nishukuru wazee wa kanisa wote kwa ujumla kwa kazi nzuri ile ambao wamefanya kwa ajili ya matayarisho haya. Tukiwa na Wakristo wote kwa ujumla tunaendelea kujitoa kwa moyo safi. Na niwapongeze sana wakina mama kwa sababu wamekuwa mstari wa mbele kwa katika masuala ya maendeleo, katika masuala ya kila kitu ndani ya kanisa hili pamoja na wazee. Tunashirikiana pamoja na watoto wetu, vijana wetu wanaendelea kujitoa na hata vijana wetu wameendelea kuimarisha mazingira katika kanisa hili. Hata ni jana na juzi walikuwa hapa wanaendelea kupanda miti kwa ajili ya kuboresha environment ya hili kanisa letu. Kwa hivyo baba askofu, sisi tunakushukuru na wewe pia utapeleka salamu zetu, na sisi tunakukaribisha kwa sababu katika ule mjengo ambao tumeufungua leo kuna sehemu pale baba askofu siku umepitia hata ukasema kwamba utapumzika na sisi hapa, nafasi ipo. Kwa hivyo karibu sana na tunakuomba siku moja ukae na sisi hapa tuongee, tukunywe chai jioni, uamkie hapa tukunywe chai tukiongea mambo mengine. Karibu sana baba askofu. Kwa hivyo mimi nawashukuru na nichukue hii nafasi sasa nimwalike mama Sophie na mama Valentina ili baba askofu waweze kutuzawadi kitu kidogo kile ambacho tumeandaa kama kanisa ili kusudi kurudi kule Voi mama kikupokea pia awe amehusika kwa njia moja ama nyingine katika maneno. Sophie Ernest. Yes. Valentina kitu na kuomba mkubwa ufanye bidii, tunataka ndoa hapa za watoto wetu. Ndoa hata kama ni za pamoja. Asante. Asante sana. Asante sana. Mimi mama kama Maria. Mama Mtakatifu